Mtazamaji, Aprili 28 kila mwaka inatambulika kama siku ya kimataifa ya usalama na afya mahala pa kazi, ambayo huadhimishwa duniani kote ikiwemo hapa nchini Tanzania. Maadhimisho haya kwa miaka hivi karibuni yamekuwa yakitumika kama jukwaa muhimu la tafakari ya kina juu ya hali ya mazingira ya kazi duniani, pamoja na kuhamasisha wadau kutambua nafasi ya mifumo bora ya usalama na afya kazini katika kuimarisha utendaji wa wafanyakazi pamoja na kuongeza tija katika uzalishaji. Chimbuko la maadhimisho hayo ni iliyokuwa siku ya kimataifa ya kuwakumbuka waliopoteza maisha na kuumia kazini, iliyoanza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza mwaka 1996 huko Marekani katika jiji la New York. Maadhimisho hayo yalikuwa yakiratibiwa na Chama cha Wafanyakazi Duniani kwa ufadhili wa Kamisheni ya Maendeleo Endelevu ya Umoja wa Mataifa. Ilipofika mwaka 2001, Shirika la Kazi Duniani ILO lilibadili madhumuni ya siku hiyo kutoka kuwa siku ya kuomboleza na kuwakumbuka wafanyakazi waliopata ulemavu au kupoteza maisha wakiwa wanatekeleza majukumu yao, na kuifanya kuwa siku ya tafakari na hamasa juu ya uboreshaji wa mazingira ya kazi kote duniani, na hivyo kupendekeza siku hii kuitwa Siku ya Usalama na Afya Mahala pa Kazi Duniani. Siku hii ilianza kuadhimishwa kwa mara ya kwanza nchini Tanzania mwaka 2004, na kwa mwaka huu maadhimisho haya yamefanyika kwa mara ya 22 chini ya uratibu wa Wakala wa Usalama na Afya Mahala pa Kazi OSHA, wa kushirikiana na wadau wa utatu katika usimamizi wa masuala ya usalama na afya kazini, ambao ni Shirikisho la Vyama vya Wafanyakazi TUCTA na Chama cha Waajiri Tanzania ATE, wakipatiwa miongozo ya karibu na Shirika la Kazi Duniani ILO. Ajali ukiona, kinga ni bora kuliko tiba baadaye. Tujilinde sote kazini. Maadhimisho haya yamekuwa yakifanyika katika mikoa mbalimbali nchini, na kwa mwaka huu kamati shirikishi ya maandalizi ilipendekeza maadhimisho haya yafanyike kitaifa mkoani Njombe. Nitarudi Njombe, nyumbani kwa baba na mama. Mkoa wa Njombe ni miongoni mwa mikoa ya nyanda za juu kusini magharibi mwa Tanzania. Shughuli kuu za kiuchumi katika mkoa wa Njombe ni kilimo cha mazao ya chakula na biashara, yakiwemo mahindi, parachichi, chai na viazi, ufugaji na shughuli za viwanda. Mkoa huu unatajwa kuwa miongoni mwa mikoa inayokuwa kwa kasi kiuchumi nchini Tanzania. Mkoa huu una jumla ya wakazi 889,946 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, ambao wametawanyika katika wilaya za mkoa huo ambazo ni Njombe, Ludewa, Wanging'ombe na Makete. Naomba unipe viazi nikifika Njombe, naomba mnipe na numbu, naipenda Njombe. Mtazamaji, kwa muktasari huu kuhusu maadhimisho na mkoa wa Njombe, ninakualika kutazama matukio mbalimbali yaliyojiri katika maadhimisho ya mwaka huu yaliyobeba kauli mbiu isemayo mazingira bora ya kazi kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara.
ili kushiriki kampeni ya kidunia ya uhamasishaji masuala ya usalama na afya mahala pa kazi. OSHA kwa kushirikiana na TUCTA, ATE na ILO walipanga na kutekeleza shughuli mbalimbali zinazolenga kuongeza uelewa masuala ya usalama na afya mahala pa kazi miongoni mwa wafanyakazi, waajiri na wananchi kwa ujumla. Shughuli hizo zilipangwa kwa kuzingatia kauli mbiu ya maadhimisho ni pamoja na programu ya mafunzo na uwezeshaji makundi mbalimbali ya wajasiriamali wadogo, wakiwemo mamalishe, waendesha pikipiki yani bodaboda, mafundi na watumishi wa halmashauri zote za mkoa wa Njombe. Mafunzo hayo ambayo yalihusisha utoaji wa vifaa kinga kwa wahusika kutegemeana na aina ya shughuli zao yaligharamiwa na serikali. Kiongozi wetu jasiri, kwa kazi njema umeweka historia nzuri. OSHA yasonga mbele kwa nguvu na ari. Hongera kwako, wewe ni mfano wa fahari. Mama Adija, Adija. Kulikuwa na bonanza kubwa la michezo la wafanyakazi ambalo lilihusisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, mpira wa pete, kuvuta kamba, kukimbia kwenye magunia na michezo mingine. Aidha, kulikuwa na maonyesho ya usalama na afya na kliniki ya kibingwa ya uchunguzi wa magonjwa iliyotambuliwa kama Imarisha Afya na Mama Samia, pamoja na shindano la tuzo kwa maeneo ya kazi yaliyoonyesha umahiri katika kuimarisha mifumo ya usalama na afya mahala pa kazi, ambapo washindi wake walikabidhiwa tuzo zao katika hafla maalum ya usiku wa tuzo iliyofanyika Aprili 29 mjini Njombe. Ambatana nami hadi mjini Njombe ili kutambua matukio yaliyojiri katika maadhimisho hayo. Zifuate bila hofu. Miongoni mwa shughuli muhimu za maadhimisho ilikuwa ni maonyesho ya usalama na afya mahala pa kazi yaliyoanza Aprili 24 hadi 29 katika viwanja vya shule ya msingi Mji Mwema, Njombe mjini. Maonyesho hayo yaliwaleta pamoja wadau wa sekta za madini, viwanda, fedha, usafirishaji, wizara, taasisi za serikali, taasisi za elimu ya juu, mashirika ya umma, makampuni pamoja na wajasiriamali wadogo. Lengo la maadhimisho hayo ilikuwa ni kutoa fursa kwa waajiri na wafanyakazi kuonesha mifumo ya usalama na afya inayotumika katika maeneo yao ya kazi ili kubadilishana uzoefu na kuendelea kuhamasisha uboreshaji wa mifumo husika ambayo itapelekea maeneo ya kazi kuwa salama na hivyo kuwezesha uzalishaji wenye tija, nguvu kazi yenye afya njema na kujenga ustawi wa wafanyakazi. Aidha, shughuli za maonesho ziliambatana na utoaji wa huduma za uchunguzi wa magonjwa yatokanayo na kazi pamoja na magonjwa mengineyo. OSHA kwa kushirikiana na wadau wengine wa afya nchini iliandaa kliniki kubwa na kuratibu utoaji wa huduma za afya kwa wakazi wa mkoa wa Njombe na mikoa jirani. Kliniki hii ilikuwa tofauti na miaka iliyopita kwa kuwa haikuishia kutoa huduma za uchunguzi na ushauri pekee, bali ilihusisha matibabu na utoaji wa dawa kwa wagonjwa bila malipo yoyote. Baadhi ya wadau walionufaika na huduma za kliniki tajwa walikuwa na maoni yafuatayo. Afya na usalama ni jukumu letu sote. Kwa kweli huduma ya OSHA imenisaidia sana, kwa sababu hii huduma sijawahi kupata. Mimi nilikuwa nasumbuliwa na mkono, mfupa. Sehemu nyingi nimepita sijapata huduma kama ya leo. Waliponicheki wakaona
haiwezekani kunipa dawa bila kuangaliwa. Wakachukua gari lao ambulance, wamenipeleka kule hospitali ya mkoa. Nimeenda kuchekiwa, ikaonekana ni kweli mkono umeathirika sana, lakini hata sasa hivi nimepata dawa, ninajisikia vizuri sana. Maoni yangu OSHA, msiache kuja Njombe tena, mtusaidie sisi ambayo hatuna kipato cha kufika mbali kwenye mahospitali makuu ya kuonana mabingwa wa mifupa. Mimi maoni yangu, naomba Mungu aendelee kuwapa hekima na maarifa, muweze tena kututembelea tena, kwa sababu huduma hii, huu mkono nilikuwa nimekata tamaa, maana hata kuchukua kitu nilikuwa sichukui. Lakini nilipofika kule mkoani, wamenipiga x-ray kutoka hapa, tumeongozana na nesi mpaka pale hospitali ya Mkoleshi. Mimi nilikuwa sijawahi kufika, kila mlango amenipeleka na kunirudisha mpaka hapa, na sasa hivi najisikia na amani kweli. Naamini kwamba dawa hizi nilizopata naenda kupona. Afya na usalama ni jukumu letu sote. Huduma tumezipokea vizuri na huduma tumepata pasipo malipo yoyote. Tumepata vipimo, tumepata dawa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa huduma ya OSHA ambayo wameileta Njombe. Tunaomba hata siku nyingine watuletee ili tuweze kufaidika na huduma hiyo. Lakini je, wadau wa OSHA walioshiriki maonesho na shughuli nyingine za maadhimisho, wao wanazungumziaje maadhimisho haya kwa mwaka huu 2026? Afya na usalama ni jukumu letu sote. Ushiriki wetu kwa mara ya kwanza, tumejaribu kutembelea wenzetu, tumeona ambavyo wanafanya vizuri, tumejifunza vitu vingi ambao na sisi tunaona ni vitu ambavyo tunatakiwa kwenda kuviboresha zaidi. Mojawapo ni kama kuwa tunahudhuria matamasha kama haya ambayo yanatoa elimu nzuri kwa namna gani ya kwenda kuishi na wafanyakazi wetu vizuri. Sisi tumekuja kushirikiana na wenzetu kuonyesha au kuelezea mambo ambayo huwa tunayafanya katika kuishi hiyo dhima, ambapo huwa tuna kanuni mbalimbali ambazo zinaweza kumsaidia mfanyakazi kuweza kuingia kazini akiwa katika hali ya kufanya kazi, lakini pia huwa tunatoa msaada wa ushauri nasihi pale ambapo mfanyakazi ana matatizo ambayo yanaweza kuathiri afya ya akili yake kiasi kwamba akashindwa kufanya kazi zake vizuri. Imekuwa ni mara yetu ya kwanza moyo kushiriki kwenye maonyesho haya, na tunamshukuru Mungu kwamba kumekuwa kuna mwitikio mkubwa sana wa wananchi kuja kwenye banda letu, kwenye kliniki yetu kwa ajili ya kupata huduma, na kwa kweli wananchi wamefurahia, na moyo tunaamini kupitia OSHA tumeacha tabasamu kubwa sana kwa wananchi, mamia ya wananchi ambao wamekuja hapa toka siku ya kwanza tulipoanza huduma mpaka leo hii. Kama mnavyoona, wapo wananchi wengi ambao wamekuja hapa kwa ajili ya kupata tiba za kibingwa na kibobezi za mifupa, za ubongo, mgongo na mishipa fahamu, pamoja na magonjwa ya ndani na mazoezi tiba. Sisi GGM tumeweza kufikia wananchi 1000, naamini leo na mpaka maonyesho yatakapoisha watafika 5000, kwa sababu tunachukua rekodi zao. Lakini kwenye hao wananchi waliokuja, wamekuja kuanzia watoto wa shule ya msingi, sekondari mpaka watu wazima. Na unapoona watoto wadogo wamekuja wengi, inatoa nafasi kujifunza mapema. Kwa upande wao, wajasiriamali wadogo ambao serikali iligharamia ushiriki wao na kuwapatia fursa ya kuonesha shughuli zao na kufanya biashara, walikuwa na mtazamo gani kuhusu maadhimisho haya? Afya na usalama ni jukumu letu. Kwa ujumla, maonyesho ya OSHA kwa Njombe na wajasiriamali tunaweza tukasema kwamba yametupa fursa nyingi sana, kwa sababu wajasiriamali wengi wameweza kufanya biashara zao, wa kuuza vitu ambavyo wanavitengeneza. Kwa mfano, tuna wajasiriamali ambao wanatengeneza vikapu, wanatengeneza asali, wanatengeneza bites, wanatengeneza wine, sabuni. Kwa kila mmoja ameweza kufaidi kwa namna moja au nyingine. Pia tumejifunza kitu ambacho tulikuwa hatujai fanyiwa toka imeanza hiyo OSHA. Tunaisikia tu OSHA, tulikuwa hatujai pata semina yoyote, elimu yoyote inayohusiana na usalama makazini. Tulikuwa tunafanya kazi zetu, lakini hatujui tunatakiwa tujikinge namna gani ili kujiweka kuwa salama katika kazi zetu.
Hivyo hicho kitu kwa kweli kwa watu wa Njombe, kwa wajasiriamali wa Njombe wamepata faida kubwa sana. Nichukue nafasi hii kuwashukuru OSHA kwa kutupa nafasi ya kuweza kuleta biashara zetu katika eneo hili, kwa sababu hata katika hili banda ambalo tupo sisi wajasiriamali hatujalipia kitu chochote, tumedhaminiwa na OSHA. Lakini pia ukiachana na hii fursa ya biashara, tumeweza kupata huduma mbalimbali zikiwemo huduma za kiafya bure kabisa, lakini hata hapa nilipo nimevaa t-shirti ambayo tumepewa na OSHA. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kuwashukuru sana kwa fursa hii ambayo wametoa kwa wajasiriamali, lakini pia kwa wakazi wa mji wa Njombe. Pirika za mafunzo na maonesho ya usalama na afya kazini ziliungana na shamra za kilele cha maadhimisho siku ya Jumanne Aprili 28, ambapo siku hii ilipambwa kwa maandamano ya wafanyakazi yaliyoanzia stendi mpya mabasi mkoa wa Njombe kuelekea viwanja vya shule ya msingi Mji Mwema, wakiongozwa na bendi ya matarumbeta kutoka JKT Mafinga. Maadhimisho hayo yalipokelewa na mgeni rasmi Mheshimiwa Deus Clement Sangu, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, ukiwa na burudani mbalimbali zilizosindikiza tafakari ya maadhimisho kwa mwaka huu. Mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda ndiye aliyefungua tafakari ya maadhimisho haya kupitia salamu zake na taarifa aliyowasilisha mbele ya mgeni rasmi. Dr. Rose naye Mheshimiwa Jaji naye anakwenda sasa ajifawizi huyu kwenda kuunga mkono. Banda hiyo. Ndugu Isaac kutoka GGM naye amekwenda kuwashika. Maendeleo ya mapinduzi ya viwanda ndiyo yaliyoleta historia hii. Wakati dunia inapambana kujenga uchumi, kukuza uchumi, kupata faida, wawekezaji wengi walijikita katika kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka. Wakasahau aspect na component kubwa sana ya human, mwanadamu ambaye ndiye anayesimamia rasilimali zingine. Hii ilipelekea wafanyakazi kudai haki zao, ikiwemo swala la usalama na afya mahali pa kazi. Na katika juhudi hizo mwaka 1996 katika jiji la New York yalifanyika maandamano makubwa sana, ambayo maandamano hayo dhana yake ilikuwa ni kuwakumbuka wafanyakazi waliopata ajali, waliopoteza maisha, waliopata magonjwa wakiwa sehemu zao za kazi. Na kama ulivyojionea Mheshimiwa mgeni rasmi, umepokea maandamano. Hii ni katika kumbukumbu hiyo ya kuwakumbuka wafanyakazi wenzetu ambao kwa kukosekana kwa mifumo ya kuwalinda wanapata ajali, wanapata magonjwa na wanapata ulemavu, kitu ambacho Shirika la Kazi Duniani lilitambua siku hii ilipofika mwaka 2001 na kuzishauri serikali nchi wanachama kuanza kuchukua jukumu hili. Shirika la Kazi Duniani liliziomba nchi wanachama wabadilishe maudhui, badala ya kupata huzuni basi itumike kama sehemu ya kuhamasisha uwepo wa mazingira salama na yenye afya mahali pa kazi. Na sisi Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nchi wanachama wa Shirika la Kazi Duniani, tulianza kuunga mkono juhudi hizo za kuwahimiza waajiri waweke mazingira ya kuwalinda wafanyakazi ili kuongeza tija. Mheshimiwa mgeni rasmi, maelekezo uliokuwa umetupa wakati unazindua kampeni ya kutoa elimu kwa wajasiriamali tumeitekeleza. Leo wakati tunaadhimisha, tumewafikia wajasiriamali 6101 katika sekta mbalimbali, na wengine kama ulivyowaona Mheshimiwa mgeni rasmi ni maafisa usafirishaji. Jana tulikuwa nao hapa wapatao 300, na wote hawa tuliwapa vifaa kinga
kama unavyoona umependeza kabisa, umepita mbele yako. Hii yote ni katika kuhamasisha uwepo wa mazingira salama. Mheshimiwa mgeni rasmi, maelekezo tuliyapokea ya kuwa na kliniki ambayo tutatoa huduma kwa watu wana Njombe ya matibabu, na tulikuwa na madaktari bingwa na bado wanaendelea kutoa huduma. Kifupi ni kwamba huduma zimesheheni, lakini kikubwa tulichofanya safari hii, tuna dirisha la kutoa dawa. Maelezo hayo ya kiongozi mkuu wa taasisi ya OSHA kuhusu maadhimisho hayo kwa mwaka huu yalifuatiwa na salamu za wadau wa utatu katika masuala ya usalama na afya, ambao ni waajiri, wafanyakazi na shirika la kazi duniani ILO. Nikuhakikishie kwamba sisi kama TUCTA tutaendelea kushirikiana na wenzetu wa OSHA. Mimi ni mwaka wangu unakwenda sasa wa 10 nikiongoza shirikisho. Hakuna sherehe hata moja ya Mei Mosi ambayo tumewakosa wenzetu wa OSHA. Tumeshirikiana nao vizuri na wametushirikisha katika matukio yao mbalimbali, na tumesaidiana nao kupambana na waajiri ambao hawashiriki sawasawa katika kuheshimu sheria za kazi. Lakini kupitia kwetu sisi tumewahi kupeleka maombi kwa Mheshimiwa Rais kwamba wenzetu wa OSHA wanahitaji vitendea kazi, na OSHA leo hii wako vizuri. Ukiona mikoani kuna magari, kuna baadhi ya vitendea kazi tulivyoomba sisi wenyewe viongozi wafanya kazi kwa Mheshimiwa Rais akatenda. Tunaamini wanavitumia vizuri ili kuendelea kuwahudumia wafanyakazi. Washukuru sana waajiri ambao wameshiriki kikamilifu, wameweka mabanda, wamewekeza kwa juhudi kabisa, na wote ambao wamefika ninawashukuru sana kwa kuwekeza na kuona kwamba kuwekeza katika usalama na afya ni sehemu ya kuendeleza tija mahala pa kazi. Niwapongeze sana. Wito wetu kwa waajiri kuzingatia na kutekeleza sheria ya usalama na afya mahala pa kazi kwa kuweka mifumo madhubuti inayolinda usalama wa kimwili na kisaikolojia kama sehemu ya usimamizi wa biashara. Ningependa kupongeza jitihada zinazoendelea na serikali katika kuimarisha mahusiano kazini, ikiwemo jukumu la ofisi ya Waziri Mkuu, kazi ya ajira na mahusiano, pamoja na kazi muhimu ya wakala wa usalama wa afya pahala pa kazi OSHA katika kuhamasisha uzingatiaji wa sheria na kuongeza uelewa. ILO itaendelea kushirikiana na serikali ya Tanzania, vyama vya wafanyikazi, waajiri pamoja na wadau wengine katika kuendeleza maeneo ya kazi salama yenye afya kwa wote. Tuimarishe upya dhamira yetu ya pamoja kuhakikisha kwamba kila mfanyakazi hapa Njombe na kote Tanzania anafanya kazi katika mazingira salama yenye afya na yanayoheshimu utu na ustawi wa akili. Mkuu wa mkoa wa Njombe Mheshimiwa Anthony Mtaka akawasilisha salamu za mkoa. Afya na usalama ni jukumu letu sote. Naomba nitumie nafasi hii kumshukuru mtendaji mkuu wa OSHA. Mheshimiwa Waziri amefanya kazi kubwa, kwa sababu ili kundi la maafisa wa usafirishaji pamoja na kupewa reflector, wamepewa kofia ngumu, lakini wamepewa mafunzo yakiwemo mafunzo ya ujasiriamali. Sasa ile elimu ya ujasiriamali ambayo wamepata jana na mafunzo ya usalama kazini na kuheshimu kazi yao na kuiprotect imekuwa jambo zuri sana. Kwa utaona OSHA ina compliment Mei Mosi, na utaona inafanana na tunapoenda kwenye kilele cha Mwenge na ile wiki ya vijana. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana kinafanyika. Hivi vitu vinaanza hivi. Wakati 88 inaanza nianzisha Mheshimiwa Sumaye nikiwa waziri. Tunapoenda kwenye 88 watu kwa ni kitu gani? Watu wanaenda pale walisha tractor, lakini leo 88 imekuwa kubwa kabisa mpaka tunaanza kuinvite makampuni kutoka nje. Kwa hata OSHA mwaka jana ilikuwa na waonyeshaji 70, mwaka wamepata 150, lakini imechechemua sana uchumi na shughuli yenyewe ya Mei Mosi. Baada ya salamu hizo za mkuu wa mkoa, mgeni rasmi Mheshimiwa Deus Sangu
akawaongoza mamia ya wafanyakazi, waajiri na umma wa Watanzania katika tafakari ya pamoja kuhusu maadhimisho ya mwaka huu. Ndugu washiriki, wafanyakazi na waajiri, shughuli zote zilizofanyika mwaka huu ni mwendelezo wa kampeni ya kuongeza uelewa wa masuala ya usalama na afya mahala pa kazi, pamoja na kujenga utamaduni wa kuzingatia kanuni bora za usalama na afya katika utekelezaji wa shughuli mbalimbali za uzalishaji mali. Kwa namna pekee tunapaswa kuiadhimisha kwa mtindo wa tafakari na kuhamasisha wadau kuboresha mazingira ya kazi. Aidha, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inatambua umuhimu wa kuwa mifumo bora ya usalama na afya katika maeneo ya kazi nchini inaendelea kuboreshwa. Azima hiyo ya Mheshimiwa Rais wetu inatimizwa kupitia usimamizi mzuri wa sheria ya afya na usalama mahala pa kazi, sura namba 297 toleo la 2023, inayosimamiwa kikamilifu na taasisi ya OSHA, na hiyo kuwezesha maeneo mengi ya kazi nchini kuwa na mifumo madhubuti ya usalama na afya mahala pa kazi. Tangu maadhimisho haya yalipoanza rasmi nchini mwaka 2004, kila mwaka tumekuwa na kauli mbiu mbalimbali zinazolenga kuhamasisha waajiri na wafanyakazi kufanya kazi kwa juhudi za makusudi ili kuzuia magonjwa na ajali kazini. Kwa mwaka huu, kauli mbiu yetu ni mazingira bora ya kazi. Kisaikolojia ni njia ya kuimarisha ustawi wa wafanyakazi na kujenga taasisi imara. Mahala pa kazi panapothamini afya ya akili, usalama wa hisia, heshima ya namna ya kazi, wafanyakazi huweza kutoa mchango wao kikamilifu. Kupitia kauli mbiu hii, msisitizo ni kuyatizama upya mazingira yetu ya kazi na kuhakikisha kwamba yanakuwa katika hali nzuri inayopelekea wafanyakazi kuwa na afya njema katika nyanja mbalimbali, hususan masuala ya afya ya akili, vihatarishi vyake na madhara yake katika ngazi ya taasisi na taifa kwa ujumla. Hivyo ndugu zangu, kwa ujumla tafiti za kuanzia mwaka 2016 mpaka 2024 katika sehemu mbalimbali duniani zinaonyesha kuwa kati ya 20% hadi 40% ya ajali kazini zina uhusiano na sababu za kisaikolojia kama msongo wa mawazo na uchovu na msongo wa kazi. Katika sekta hatarishi kama ujenzi, uchimbaji na usafirishaji, kiwango hiki kimeongezeka na kufikia zaidi ya 50%, hususan pale ambapo kuna kazi za muda mrefu au shinikizo kubwa la uzalishaji. Sababu kuu zinaonyesha uhusiano huu ni pamoja na kupungua kwa umakini, kuchelewa kwa kufanya maamuzi sahihi na kuongezeka kwa makosa ya kibinadamu. Utafiti wa mwaka 2025 katika viwanda vya chuma na bidhaa ya chuma ilionyesha kuwa 65.1% ya wafanyakazi hupata majeraha kazini kila mwaka. Takriban 64.6% ya wafanyakazi waliojeruhiwa walihitaji kulazwa hospitalini au kutokufika kazini kabisa kutokana na majeraha hayo. Na hii inaonyesha namna ambavyo tatizo liko kubwa na tunatakiwa kuchukua hatua kubwa katika kulikabili changamoto hii. Naomba nitumie fursa hii kuwakumbusha waajiri wote nchini juu ya wajibu wao ambao ni kwa mujibu wa kifungu namba 101 cha sheria ya afya na usalama mahala pa kazi, sura namba 297 toleo la 2023. Suala hili la umuhimu wake, kwani kutoa taarifa za matukio ya ajali kunaiwezesha taasisi ya OSHA na taasisi nyingine kufanya uchunguzi kwa kina ili kubaini vyanzo vya ajali katika maeneo ya kazi na kisha kushauri njia madhubuti za kuzuia matukio hayo kujirudia mara kwa mara. Vile vile, jitihada hizo za kulinda nguvu kazi katika maeneo ya kazi zinazoendelea zipasi kuiacha nyuma sekta isiyo rasmi, na sehemu ya sekta isiyo rasmi ni kama bodaboda na wengine walio kwenye kundi hilo. Nitoe rai kwa umma wa Tanzania. Ili kundi ni kundi ambalo linalelewa na watu wengi, sio serikali peke yake, lakini pia jamii wa Tanzania. Tushirikiane kwa pamoja. Jitihada za serikali za kuwapa elimu ya ujasiriamali na elimu mbalimbali haitakuwa tu ni jitihada pekee inaweza kufikia suluhu, lakini pia tukipata mwamko wa umma wa Tanzania wakaapa serikali ushirikiano, jambo hili tutalifanikisha kwa kiasi kikubwa.
Bi Khadija Mwenda, kijana wake huyo anakwenda kumuunga mkono. Ona mkuu sasa, ile Maganga naye anakwenda kumuunga mkono kijana huyo, lakini mama mlezi wa kijana huyo naye anashuka namna hiyo. Bi Khadija Mwenda kumuunga mkono kwamba endelee namna hiyo. Naam, wiki ya usalama na afya mahala pa kazi ilikuwa na pirikapirika nyingi za wageni kutoka maeneo mbalimbali nchini walioujaza na kuchangamsha mji wa Njombe, ikihitimishwa na usiku wa Aprili 29 kwa tukio muhimu la kukabidhi tuzo za usalama na afya mahala pa kazi maarufu kama AOSH 2026. Tukio hilo lilikuwa na mvuto wa aina yake, ambapo idadi ya washiriki wa shindano hilo imeelezwa kuongezeka maradufu hadi kufikia washiriki 500 kutoka washiriki 20 pekee tuzo hizo zilipoanzishwa mwaka 2004. Akihutubia mamia ya wadau walioshiriki hafla hiyo, mgeni rasmi ambaye ni waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Mheshimiwa Deus Sangu alielezea tuzo hizo kama kichocheo kikubwa cha uzingatiaji wa sheria na kanuni za usalama na afya katika maeneo ya kazi nchini. Siku ya leo una lengo moja tu la kuwapongeza wadau wa masuala ya usalama wa afya mahala pa kazi waliofanya jitihada kubwa katika kuimarisha afya na usalama wa wafanyakazi katika maeneo hapa nchini. Lakini kipekee nichukue fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kwa namna pekee ameiwezesha sana eneo hili la usalama na afya mahala pa kazi, ambapo sasa tunaona kila mwaka limeendelea kuimarika na mwitikio wa wadau kutoka sekta ya umma na binafsi imeendelea kuongezeka kwa kasi kubwa. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini viendelee kutoa pongezi la pekee kwa management ya OSHA inayoongozwa na Bi Khadija Mwenda kwa ubunifu huu mkubwa ambao umeweza kufanya wa kuratibu na kuwapongeza wadau wetu wanaotekeleza ipasavyo miongozo ya usalama na afya mahala pa kazi, jambo ambalo linatoa hamasa kuendelea kufanya vizuri zaidi. Pongezi hizi kwa OSHA zinaenda sambamba na kuwapongezeni nyinyi nyote wadau ambao ni waajili, wafanyakazi na wananchi kwa ujumla kwa kuunga mkono juhudi hizi zilizofanywa na taasisi yetu ya OSHA, kwani juhudi hizi zisizekuwa na maana yoyote pasipokuwepo wadau. Hongereni sana na tunawashukuru sana. Kwa upande wake, mtendaji mkuu wa OSHA Bi Khadija Mwenda aliainisha malengo ya tuzo, huku mkurugenzi mtendaji wa ATE akibainisha vigezo vilivyotumika kupata washindi wa tuzo. Hafla hii ni ya kutunukia waajiri ambao wamefanya vizuri katika kuweka mifumo ya usalama na afya mahala pa kazi, na kama ulivyoniagiza ni kwamba ulitaka kuona namna ambavyo waajiri wanatekeleza, lakini namna ambavyo kaguzi za OSHA zina add value katika process zao. Na kama unavyoona hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna washiriki au tuna waalikwa zaidi ya 1000 na wote hawa wamekuja kucelebrate mafanikio ambayo wamekuwa nayo katika kusimamia masuala ya usalama na afya. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakati tunapita kwenye mabanda, kuna baadhi ya maeneo ya kazi walisema hawajawahi kupata ajali, wengine walisema hapakuwa na lost time injuries, na zote hizo zinaaje katika productivity. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, kama sehemu ya kazi haipati ajali, kama sehemu ya kazi haipotezi muda wa uzalishaji, tuna kila sababu ya kukaa hapa na kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kusherehekea mafanikio yetu. Mchakato wa kupatia washindi wa tuzo kwa mwaka huu umeratibiwa na OSHA kwa kushirikiana na wadau wa utatu kama ambavyo nilisema hapo awali.
Kundi la kwanza la vigezo hivyo ni pamoja na maeneo ya kazi yaliyosajiliwa na OSHA, yaliyoonyesha nia ya kushiriki kupitia uratibu uliowekwa, yaliyofanyiwa tathmini ya umahiri katika uzingatiaji wa kanuni bora za usalama na afya kwa mujibu wa vigezo vya kitaifa na kimataifa ambavyo hutolewa na Shirika la Kazi Duniani. Kundi la pili linahusisha vigezo vifuatavyo: ushiriki wa kampuni katika shughuli mbalimbali za maadhimisho, kufanya tathmini ya jinsi kampuni husika ilivyojipanga kushiriki katika shughuli za maadhimisho hususan maonyesho, na tatu, mapitio ya taarifa zinazoonyesha jitihada za kampuni au watu binafsi katika kuhamasisha masuala ya usalama na afya mahala pa kazi na mchango wake katika kuwezesha shughuli za usimamizi wa sheria ya usalama na afya kazini ndani ya kipindi cha mwaka mmoja tangu tuzo zilizotolewa mwaka jana. Maelezo hayo ya viongozi yakafungua pazia la ugawaji wa tuzo kwa waajiri waliofanya vizuri katika kuimarisha mifumo ya kuwalinda wafanyakazi dhidi ya ajali, magonjwa na vifo. Takribani tuzo 90 zilitolewa kwa washindi katika makundi tofauti. Mgodi wa dhahabu wa Geita GGML ndio uliibuka mshindi kwa ujumla katika umahiri wa uzingatiaji kanuni bora za usalama na afya mahala pa kazi. Mshindi wa OSHA kwa mwaka 2026 siye mwingine bali ni Geita. Aidha, mchango wa viongozi na watu binafsi katika uhamasishaji masuala ya usalama na afya mahala pa kazi ulitambuliwa, ambapo kinara wa kundi hili ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye wadau wa masuala ya usalama na afya nchini walimtunukia tuzo ya heshima inayotambua mchango wake katika kuimarisha afya, usalama na ustawi wa wafanyakazi nchini. Tuzo iliyotolewa kwa Mheshimiwa Rais inatokana na jitihada zake katika kuimarisha afya, usalama na ustawi wa wafanyakazi nchini kufuatia maelekezo na miongozo ya ofisi yake kwa wizara yenye dhamana ya masuala ya kazi juu ya uundaji wa sera makini za usalama na afya ambazo zimekuwa zikipigiwa mfano na kuvutia nchi nyingi barani Afrika. Miongoni mwa mambo ambayo Rais Samia amekuwa akiyasisitiza ni pamoja na kuharakisha mchakato wa kuridhia mikataba ya kimataifa inayohusu usalama na afya mahala pa kazi, pamoja na kuijengea uwezo taasisi ya OSHA hususan kupitia vitendea kazi vya kisasa na kuiongezea idadi kubwa ya watumishi ili kufanikisha utekelezaji wa majukumu yake ya msingi. Ndani ya kipindi kifupi tangu alipoingia madarakani mwaka 2021, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameiwezesha taasisi ya OSHA kupata vifaa vya kisasa vya ukaguzi wa mifumo ya usalama na afya mahala pa kazi vyenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 7 na kuajiri watumishi wapya zaidi ya 120, idadi ambayo inakaribiana na watumishi wote wa taasisi waliokuwepo hapo awali. Kwa nukta hiyo, mtazamaji, ndio ninakunja jamvi la simulizi ya matukio yaliyojiri katika maadhimisho ya wiki ya usalama na afya mahala pa kazi duniani hapa nchini Tanzania kwa mwaka 2026. Asante na kwaheri. Angalia hatari kabla hujaanza kazi.
ifuate bila hofu. Ripoti mapema, ajali ukiona, kinga ni bora kuliko tiba baadaye. Kazi salama, maisha salama.